Ndugu mtazamaji, hali ya taharuki imeendelea kutanda katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, huku umati mkubwa wa wananchi ukimiminika kwenye masoko na maduka makubwa kununua bidhaa muhimu kwa wingi. Tukio hili limejiri siku chache baada ya jeshi la polisi kutangaza marufuku ya maandamano yaliyotarajiwa kufanyika tarehe 9 Disemba mwaka 2025, hatua iliyoibua hofu na wasiwasi miongoni mwa wananchi. Katika jiji la Dar es Salaam, vyombo vya habari vya ndani ikiwemo gazeti la The Citizen vimeripoti msongamano mkubwa katika maduka makubwa ambapo wateja wameonekana wakichukua bidhaa za msingi kama unga, mchele, mafuta ya kupikia, maji pamoja na vyakula vya watoto, yani vyakula vya lishe. Foleni ndefu zimerekodiwa katika maeneo ya Mlimani City, soko la Kariakoo na maeneo mbalimbali ikiwemo Mbagala na Kijichi, huku baadhi ya maduka yakilazimika kuongeza wahudumu ili kukabiliana na wingi wa watu. Wananchi wengi wanasema kuwa wanajihifadhi kwa kuzingatia athari za hivi karibuni zilizotokana na machafuko ya Oktoba 29 hadi Novemba 1 baada ya uchaguzi mwaka 2025 yaliyosababisha usumbufu mkubwa kwenye usafiri, huduma za kijamii na upatikanaji wa bidhaa. Wengine wanapongeza tahadhari ya mapema, wakisema haihusiani moja kwa moja na uoga bali ni uhakika wa usalama wa familia zao. Katika kuzungumza na baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam na maeneo mengine ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufanya ununuzi wa dharura, baadhi ya wananchi wamesema, sijui hali itakuwaje siku hiyo, yaani tarehe 9 Disemba. Ni bora kuwa na kila kinachohitajika kuliko kujikuta nipo nje wakati wa vurugu zikianza. Tahadhari kwanza, amesema mmoja ya wakazi anayeishi Kijichi, Dar es Salaam. Katika jiji la Mbeya ambako pia kulishuhudiwa machafuko makubwa katika tukio la Oktoba 29 baada ya uchaguzi, wakazi wameonekana kuchukua tahadhari kama hiyo. Biashara zilifungwa, usafiri ukasimama, watu wakakosa chakula. Sitaki kurudia hali ile, amesema mkazi mmoja wa Tunduma mkoani Mbeya. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanasema hali hii inaonyesha jinsi mgogoro wa kisiasa unavyoathiri maisha ya watu wa kawaida na tabia zao za kiuchumi. Baadhi ya wataalamu wanasema hofu ya upungufu wa bidhaa kutokea pale wananchi wanapohisi kutokuwepo kwa utulivu wa kisiasa. Serikali inaendelea na tathmini ya matukio ya vurugu kupitia tume ya uchunguzi iliyoanzishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, wachambuzi wanasema hali ya wananchi kukimbilia madukani inaweza kuwa ishara kwamba bado kuna sintofahamu na ukosefu wa imani juu ya mustakabali wa usalama katika siku zijazo. Kwa sasa maduka makubwa yameripoti ongezeko la mauzo kwa zaidi ya mara 2 na ya kawaida, huku baadhi ya bidhaa zikiripoti wa kupungua au kuhitajika uagizaji wa haraka kutoka kwa wasambazaji. Kwa ujumla, taswira hii inaibua maswali mazito kuhusu utulivu wa kisiasa nchini Tanzania na uwezo wa mamlaka kurejesha imani ya wananchi, wakati serikali ikisisitiza kwamba marufuku ya maandamano inalenga kulinda usalama wa wananchi. Hali ya taharuki inayoonekana masokoni inaonyesha bado kuna hofu ya kina miongoni mwa Watanzania. Wananchi wanaendelea kuchukua tahadhari zao binafsi, wakinunua mahitaji muhimu ili kuhakikisha familia zao hazikwami endapo kutatokea machafuko au usumbufu mwingine kama uliotokea baada ya uchaguzi Oktoba 29 hadi Novemba 1 mwaka 2025. Huku tume ya uchunguzi ikiendelea na kazi yake, macho yote yanabaki kuelekezwa kwa serikali na vyombo vya usalama kuhusu hatua zitakazochukuliwa kuzuia kurudiwa kwa matukio ya hivi karibuni, yani Oktoba 29. Kwa sasa nchi ya Tanzania iko katika kipindi cha kusubiri matokeo, lakini kwa wananchi wengi tahadhari imetangulia kuliko matumaini. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chief. Hii ni sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni katika ukurasa wetu wa comment section.